Sehemu ya kwanza: safari ya Ulaya iliyogeuka kuwa mauti. Jua la asubuhi lilichomoza juu ya milima ya Uluguru, likiwasha rangi ya dhahabu juu ya paa za nyumba za udongo na kusababisha moshi wa kuni kupaa taratibu kama dua isiyo na mwenye kuitikia. Ndani ya kijiji kimoja pembezoni mwa Morogoro, aliishi kijana mmoja aitwaye Zuberi Musa. Alizaliwa Zanzibar, lakini maisha yake mengi aliishi bara, shambani, akilima mahindi na mihogo ili kujikimu kimaisha. Zuberi alikuwa mrefu, mwenye ngozi ya mchanganyiko wa Kiarabu na Mwafrika, macho yenye mwangaza wa ndoto na uso uliowahi tabasamu sana, lakini siku hizi ulikuwa umepoteza nuru ile. "Nataka maisha bora hata kama nitayapata kwa gharama ya roho yangu," alisema siku moja kwa rafiki yake wa karibu, Masudi, kijana wa Kigoma waliyekutana sokoni Morogoro wakibeba mizigo. Walikuwa wanakula wali wa nazi na maharagwe katika kona ya bayadi rahisi, wakijaribu kusahau harufu ya jasho na vumbi vya sokoni. Ndipo wakakutana na kundi la vijana wengine walio na ndoto zinazofanana, ndoto za kuvuka bahari, kufika mahali ambako maisha hayakuhitaji kuvumilia bali kuishi. Brian Otieno kutoka Kibera, Nairobi, msanii wa mitaani na mchongaji wa vinyago, alitaka kufika Ufaransa, kufyatua sauti zake kwenye vinasa vya studio kubwa na kupiga show kwenye majukwaa ya mataifa. Janvier Nduwimana wa Burundi, kijana mkimya aliyeishi Tanzania tangu miaka 14 baada ya familia yake kuuawa katika ghasia za kikabila. Alikuwa mpole, lakini macho yake yalibeba historia nzito isiyosemwa. Miriam Nakato kutoka Uganda, msichana mwenye uso wa huruma lakini moyo wa chuma, alitoroka ndoa ya shuruti na kutafuta maisha yake mwenyewe. Alisema kufa kwa matumaini ni bora kuliko kuishi kwenye mateso. Chanda Mwansa wa Zambia, dereva wa bodaboda aliyefilisika kwa tamaa ya marafiki, alitamani kufika Ulaya na kufungua kampuni ya magari. Ujasiri wake ulifunika majeraha yake. Katikati yao akatokea mtu mmoja wa Kisomali aliyejulikana kama Abdurrahman. Alikuwa na suti nyeusi, miwani ya giza na lafudhi ya uaminifu wa bandia. "Naweza kuwavusha hadi Ulaya kwa njia ya baharini, kwa meli ya mizigo. Ni safari ya kimya lakini salama," aliwaambia. Wote waliguswa na ndoto hiyo, ndoto ya kutoka, ndoto ya kuanza upya. Zuberi aliuza ardhi ya familia. Brian aliuza ala zake zote za muziki. Miriam alichukua pesa za urithi wa mamake. Chanda alikopa kwa mkopeshaji wa mtaani. Walikusanya dola 1,100 kila mmoja, bei ya kuingia kwenye meli ya matumaini. Lakini walicholipia hawakukijua. Hawakulipia safari ya Ulaya, walilipa tiketi ya kwenda kuzimu. Sehemu ya pili. Wakielekea katika boti na kuanza safari ndani ya tumbo la bahari, wakiwa katika meli. Meli ya mizigo iliondoka usiku wa manane kutoka bandari ya Kisiri kusini mwa pwani ya Tanga. Hakukuwa na mwanga, hakuna mlio, isipokuwa wa maji yakigonga kwa upole miili ya chuma ya meli. Ndani ya kontena moja kubwa, vijana 30 walifichwa kama mizigo isiyo na thamani. Siku ya kwanza walikaa kimya, wakipeana matumaini kwa macho, si maneno. Walikunywa maji ya chupa yaliyowagawiwa kabla ya kupakiwa, wakila biskuti chache za Kifaransa zilizokuwa zimefungwa kwenye pakiti. Kulikuwa na harufu ya jasho, plastic na hofu. Siku ya tatu, hewa ilianza kuwa nzito, joto lilizidi. Hakukuwa na choo. Mtu akitaka kujisaidia, ilibidi aende pembeni ya kontena, atumie chupa au mfuko wa plastic. Miriam aliugua siku ya 4. Alikuwa na homa kali na wala hakuna aliyekuwa na dawa. Zuberi alijitolea kumwekea baridi kwa kitambaa chake cha kichwani, lakini baridi yenyewe haikuwepo. Siku ya 6, maji yalikuwa yameisha. Abdurrahmani hakutokea kama alivyoahidi kuleta zaidi. Njaa ilianza kuwafanya baadhi kuota wakiwa Ulaya, wakila pasta, wakinywa sharubati, wakitembea kwenye barabara safi. Lakini walipofumbua macho, waliona giza, jasho na macho yaliyokonda ya wenzao. Siku ya 9, Brian alimkuta Janvier amelala, lakini hakuamka tena. Alikufa kimya kimya, kama vile maisha yake yalivyoisha, bila kelele, bila kilio.
Walimlaza pembeni ya kontena na hakuna aliyeweza kusema chochote. Walimwangalia tu, waliogopa. Je, wao ndio wafuatao? Usiku wa 10, mlango wa kontena ulifunguliwa ghafla. Miale ya tochi iliwapiga usoni. Kulikuwa na wanaume watatu wenye silaha, macho yao yakiwa baridi kama chuma. Walimchukua Miriam na msichana mwingine mdogo kutoka Rwanda aitwaye Aline. Wakabaki kimya, wakisikia tu kilio kilichodhoofika mbali, na mlango ukafungwa tena. Siku ya 11 hakukuwa na matumaini. Kila mmoja alikaa kimya, akitafakari juu ya chaguo alilochukua. Chanda alianza kumwomba Mungu kwa sauti. Masudi akaketi pembeni akijiuma kucha, akitafuna maneno. Hii siyo Ulaya, hii ni jehanamu. Sehemu ya 3. Baada ya siku 13 ndani ya kontena lenye giza, meli hatimaye ilisimama. Hakukuwa na kelele za bandarini, hakuna makelele ya magari au binadamu. Kulikuwa kimya, kimya cha kutisha. Mlango wa kontena ulifunguliwa taratibu, mwanga mkali wa jua ukawapiga usoni na kuwachoma macho yaliyokuwa yamezoea giza. Shuka chini, haraka! Sauti ya mtu mmoja wa Kiarabu akiwa na bunduki ndogo mkononi ilikatiza ukimya. Vijana walishuka mmoja baada ya mwingine, miguu yao ikitetemeka kwa njaa na hofu. Walipotazama mbele yao, waliona kisiwa kisichojulikana. Hakuna bendera, hakuna majengo marefu, bali majengo ya zege yenye nyaya za umeme juu, mnara wa ulinzi na uzio mrefu wa chuma wenye miiba. Miriam alishika mkono wa Aline aliyekuwa bado anatetemeka baada ya mateso aliyopitia ndani ya meli. Chanda alimsukuma Zuberi taratibu. Hapa si Ulaya ndugu yangu, tumenaswa. Walipelekwa moja kwa moja kwenye uwanja wa wazi. Walipewa maji ya chumvi na mkate mgumu. Kamera zikiwa rekodi kimya kimya, wanaume walivaa mavazi meusi na miwani walizunguka kana kwamba walikuwa sokoni. Leo tuna wageni wapya, alisema kwa Kifaransa. 3 watauziwa, 2 watajaribiwa, wengine bado tunawahitaji kwa sasa. Zuberi alitazama huku na kule, moyo wake ukidunda. Janvier alikuwa ameshafukiwa baharini. Je, sasa wao wanapelekwa kuuawa au kuuzwa kama bidhaa? Masudi alibebwa na watu 2 baada ya kuanguka kwa uchovu. Brian alisimama katikati ya uwanja, macho yake yakiwa mekundu kwa hasira. Nani mnatufikiria sisi, wanyama? Alipiga kelele, lakini alijibiwa kwa kipigo cha fimbo mgongoni. Alidondoka chini kama mfuko wa viazi. Waliwekwa kwenye vyumba tofauti, vya giza, vya baridi na vyenye harufu ya kifo. Miriam alitengwa pamoja na wasichana wengine 7. Usiku huo walisikia milio ya boti ndogo zikitua ufukweni, watu wakibeba sanduku moja baada ya jingine. Kuna watu wanakuja kununua, mmoja alisema kwa sauti ya fumbo. Asubuhi iliyofuata, vijana 5 waliitwa kwa majina. Hawakurudi tena. Kwa mara ya kwanza, Zuberi alilia. Alilia kimya, machozi yakimwagika usoni mwake kama tone za mvua za mwisho kabla ya ukame mrefu. Kisiwa hiki hakikuwa na jina, hakikuonyeshwa kwenye ramani, lakini kwao kilikuwa kaburi la ndoto zao na labda cha maisha yao pia. Sehemu ya 4. Damu inapomwagika mchana kutwa. Siku ya 4 kisiwani ilianza kwa ukimya mzito. Upepo ulivuma kwa uoga, ukibeba harufu ya chumvi na mauti. Kwenye uwanja wa wazi walikusanywa wote, wanaume upande mmoja, wanawake upande mwingine. Mlinzi mmoja mwenye sura ya baridi na macho yasiyo na huruma alisimama mbele yao. Alikuwa mrefu, mwenye ndevu ndefu na bastola kiunoni. Leo mtaona nini kinatokea kwa wale wanaojaribu kutoroka, alisema kwa Kiswahili kilichovurugwa. Walimleta kijana mmoja, alikuwa ni Ahmed, Mkenya kutoka Mombasa ambaye hakuwa karibu sana na kundi. Alikuwa amejeruhiwa mguuni, damu ikiwa imekauka kwenye suruali yake. Alimwangalia Zuberi kwa macho yaliyojaa hofu. Kisha akamtazama Miriam kana kwamba alikuwa kiaga.
Mlinzi akavuta kisu kikubwa kutoka mfukoni, akanyosha mkono wake juu. Alikamatwa akijaribu kuingia kwenye boti ya mizigo usiku wa jana. Wengine waligeuza nyuso zao. Miriam alilia kimya. Brian alijaribu kusimama, lakini akazuiwa kwa kofi kali. Ndipo mlio wa chuma ulipokatika hewani, mlio wa kisu kupenya shingoni mwa Ahmed. Alidondoka taratibu kama vile alikuwa anaanguka ndotoni. Damu ilitapakaa kwenye udongo wa kahawia na kilio kimoja cha msichana mdogo kilikatiza ukimya. Mlinzi alisema kwa sauti ya chuma, "Msifikiri Ulaya ipo. Hii ndiyo dunia yenu sasa. Mkitii mnaishi, mkikaidi mnakufa." Baada ya hapo hakuna aliyesema tena. Walirudishwa kwenye vyumba vyao. Usiku huo Zuberi, Brian, Masudi na Chanda walikaa pamoja kimya. Hadi Brian alitamka kwa sauti ya chini, "Lazima tufanye kitu. Heri tufe kwa risasi kuliko kuozia hapa tukisubiri kuuawa mmoja baada ya mwingine." Lakini kabla hawajapanga chochote, usaliti ulianza kujipenyeza. Kijana mmoja kutoka Rwanda aitwaye Patrice alikuwa ameanza kula vizuri zaidi. Alionekana akitembele karibu na walinzi. Alikuwa na jeresi mpya, hata alipewa viatu. Zuberi alitambua, huyu anakula chakula cha mauti. Amekuwa msaliti. Na hapo matumaini yaliyokuwa yamebakia kama cheche ya mwisho yakaanza kuzima. Walijua kifo hakikuwa mbali na uasi ungehitaji moyo wa simba au miujiza. Sehemu ya 5. Usiku wa 7 kisiwani, mvua ilinyesha kwa uchache, kana kwamba hata mawingu yalihuzunika kwa yaliyokuwa yakiendelea. Ndani ya chumba cha zege kilichojaa baridi na unyevunyevu, Zuberi, Brian, Chanda na Masudi walikaa kwenye kona walioita kambi ya roho. Brian, Zuberi alinong'ona, "Kama tusipoondoka hapa, tutamfuata Ahmed. Hili kisiwa si maisha, ni kaburi la walioota ndoto." Brian alitabasamu kwa uchungu. "Mimi nilikuja Ulaya kufanya muziki. Sasa natafuta njia ya kutoroka nikiwa mzima tu." Ndipo Masudi kwa sauti ya chini akatoa ramani aliyoichora kwa makisio tu, vituo vya walinzi, muda wa doria na sehemu walipoona boti ndogo zikitua usiku. Boti moja hukaa saa 1 tu usiku wa manane. "Ikiwa tunaweza kutoka chumba chetu bila kuvamiwa na kufika pwani kabla ya saa hiyo, tunaweza kuingia," alisema. Lakini kulikuwa na changamoto. Uzio wa umeme wa mita 2, mlinzi mmoja aliyekuwa na mbwa, na Patrice, msaliti aliyekuwa akiwatazama kwa macho ya kificho. Chanda alipendekeza kutumia kifaa cha kuokota taka chenye ncha kali kupasua sehemu ya ukuta mwepesi wa nyuma ya chumba chao. Ilikuwa hatari, lakini ndio pekee waliokuwa nayo. Usiku mmoja kabla ya siku walioipanga kutoroka, walimuona Miriam akiingia kwa haraka kwenye chumba chao akiwa na msichana mmoja mdogo aliyekuwa na majeraha miguuni. "Msikimbie bila sisi," alisema. "Tuna maumivu ya kutosha, lakini bado tuna miguu. Tumieni sisi kama sababu ya kuwa huru." Zuberi alimtazama, moyo wake ukifurahi na kuumia kwa wakati mmoja. Hawakuwa tena vijana waliotafuta Ulaya, walikuwa watu waliotafuta uhai. Mpango ulikuwa huu: Miriam na msichana huyo wangevuta ulinzi kwa kujifanya wagonjwa kupitia kwenye magonjwa. Zuberi na Brian wangetumia nafasi hiyo kuchimba chini ya uzio kupitia kwenye shimo lililofichwa nyuma ya jengo la jikoni. Chanda akiwa mwenye nguvu zaidi angebeba majeruhi mmoja akiwa amewekewa mpira wa mguuni kumzuia asipige kelele. Masudi akiwa mwangalifu zaidi angepita kupitia njia ya majitaka iliyokuwa ikimwagika kwenye korongo dogo pembezoni mwa kambi. Lakini hakukuwa na uhakika. Hawakujua kama boti itakuwepo. Hawakujua kama watafanikiwa. Walijua tu kitu kimoja: kifo kilikuwa hakika, isipokuwa wakikimbia. Sehemu ya 6. Usiku ulikuwa mzito. Kimya kikawa na sauti.
Mpango ulianza kama walivyopanga. Miriam na yule msichana mdogo walijifanya wagonjwa mbele ya mlango wa chumba chao, wakigugumia kwa maumivu ya bandia yaliyochochewa na kweli. Mlinzi mmoja alisogea kwa wasiwasi, huku mbwa wake akihema. Zuberi, Brian, Chanda na Masudi walitambaa nyuma ya jengo la jikoni, wakitumia giza na mvua kidogo kuficha nyayo zao. Shimo walilokuwa wamelichimba lilikuwa tayari, dogo lakini la matumaini. Wakapita, mmoja baada ya mwingine, hadi sauti ikasikika nyuma yao. Hey, hey, simameni hapo. Mwanga wa tochi ukamulika sura ya Masudi. Mlinzi alikuwa kawaona. Mbwa akaachiliwa. Risasi moja ikapigwa hewani. Miriam alipiga kelele. Brian alirudi nyuma kumsaidia. Makosa. Wote walikamatwa, wakafungwa kamba za mikono, wakapigwa. Lakini si hapo tu, adhabu kuu ilikuwa bado. Asubuhi yake waliamshwa mapema, wakalazimishwa kwenda kwenye uwanja ule wa wazi. Mikono yao ikiwa imefungwa nyuma ya migongo yao, macho yao yakiwa yamejaa hofu na masikitiko. Wote waliletwa mbele, wakiwa wamepiga magoti mbele ya walinzi na wale wanaume waliokuwa wakinunua bidhaa. Leo, mlinzi mkuu alisema kwa sauti ya chuma, mtajifunza kuwa kifo si cha ghafla tu, bali kinaweza kuwa cha polepole na chenye machungu. Walileta Miriam na msichana mdogo. Walikuwa wamefungwa mdomo na mikono. Macho yao yalilia kimya hadi walipofikishwa katikati ya uwanja. Walinzi wawili waliwakamata, kisha mmoja kwa ukatili akaanza kuwavua nguo mbele ya kila mtu. Wanaume waliangalia wakiwa wameshikiliwa. Brian alilia kwa hasira. Zuberi alijaribu kupiga kelele, lakini kipigo kilimfunga kimya. Miriam alibakwa wa kwanza, mmoja baada ya mwingine. Alipiga kelele hadi sauti ikamkatika. Msichana mdogo naye alipitia mkasa huo. Hawakuwahi hata kulia. Ilikuwa kama miili yao ilijitoa fahamu. Baada ya hapo, wale wanaume wawili waliwakamata kwa nywele, wakawakata mashingo yao mbele ya kila mtu. Damu ilitapakaa kama mvua juu ya udongo wa jua. Mmoja wa walinzi akasema kwa sauti ya dhihaka, haya ndiyo matunda ya uhuru mnaotafuta. Waliobaki walirudishwa vyumbani wakiwa wamevunjika kabisa. Hakukuwa na matumaini tena, hakukuwa na ndoto tena. Zuberi alilala sakafuni, machozi yakimchuruzika kimya. Moyoni alijiuliza, je, Mungu anaiona hii dunia au tumebaki yatima wa haki? Sehemu ya 7. Baada ya mauaji ya Miriam na yule msichana mgonjwa, moyo wa Zuberi ulivunjika vipande. Usiku alikaa kimya, akitazama dari la giza, akilia bila machozi. Hakuna aliyezungumza tena, hakuna aliyeota tena. Lakini usiku wa 3 baada ya tukio hilo, mlango wa chumba chao ulifunguliwa polepole. Mng'ao wa taa ndogo ya mkononi uliangaza uso wa mtu aliyomzoea. Lakini leo alikuwa tofauti. Alionekana kama kivuli cha mtu mwenye mzigo mzito moyoni. Simameni haraka, fuateni mwangaza huu. Alikuwa ni Abdalla, mlinzi kijana wa Kisomali. Sauti yake ilikuwa ya utulivu lakini yenye uzito. Nimechoka kuona damu ya wasio na hatia, alisema kwa sauti ya chini. Leo ni leo. Kuna boti upande wa pili wa kisiwa, ni yenu. Zuberi alimkodolea macho. Kwa nini utusaidie? Abdalla alinyamaza kidogo, kisha akasema kwa sauti ya kuuma moyo. Nina dada mdogo. Kila nikimwona msichana akibakwa hapa, ni kama ni yeye. Sitaki kuendelea kuwa mlinzi wa majivu. Wakiwa kimya, walimfuata kwa tahadhari. Njia za ndani alizojua Abdalla zilikuwa na siri nyingi. Kuta zilizochafuliwa na damu, milango midogo ya kupitisha bidhaa haramu, vichochoro vya giza visivyofikika na macho ya jua. Hatimaye walifika kwenye ufukwe wa kisiwa. Boti ndogo ya mbao iliyokuwa ikitelekezwa na wavuvi wa magendo ilikuwa imeegeshwa kwenye mchanga. Abdalla aliwasaidia kupanda haraka. Zuberi, Brian, Masudi, Chanda na Abdalla mwenyewe. Safari ikaanza baharini. Kulikuwa na ukimya mzito.
ukimya wa matumaini yaliyokandamizwa ukipambana na mapigo ya moyo yaliyokaribia kukata tamaa. Lakini bahari haikuwa rafiki. Dakika 40 tu ndani ya safari, upepo ulianza kubadilika, mawimbi yakaanza kupiga pande zote, boti iliyumba kama karatasi ya maji, injini kazimika ghafla. Shikilia, shikilia, Brian alipiga kelele huku maji yakianza kuingia ndani. Zuberi alijaribu kushika usukani, lakini ilikuwa bure. Mawimbi yalikuwa na nguvu ya kifo. Ndipo mawimbi makubwa yalipopiga, upande mmoja halafu mwingine. Boti ikageuka kwa kishindo, ikawapindua wote baharini. Giza, maji, pumzi, mayowe, mikono ikitafuta, lakini hakuna aliyetambua nani aliyekuwa karibu. Zuberi alipambana, alimpata Masudi kwa sekunde, akampoteza. Akamshika Brian, akateleza. Akajaribu kupiga kelele, lakini maji yaliingia mdomoni mwake. Halafu kulikuwa kimya. Alipozinduka, jua lilikuwa juu ya macho yake. Sauti zisizo za Kiswahili zilisikika. Watu waliokuwa wakizungumza Kireno walimzunguka. Mmoja alikuwa na sare ya hospitali, wengine wawili walikuwa wavuvi, wakiwa na mikoba ya plastic na nyavu za samaki. Você está vivo, você está salvo. Umepona, uko salama. Zuberi aliinama, akakohoa maji, akapumua kwa tabari. Wako wapi rafiki zangu? Alijaribu kuuliza, sauti ikiwa dhaifu. Majira ya jioni, miili ya Brian, Chanda na Masudi iliokotwa kwenye mwambao wa kisiwa cha Bahia, Brazil. Walikuwa wamekufa, mikono yao ikiwa bado imekumbatia matumaini yaliyokwama majini. Lakini cha kustua zaidi, mwili wa Abdalla ulipatikana pia. Hakuwa amezama kama wao. Alikuwa na jeraha moja ya risasi kwenye kichwa. Polisi wa Brazili walianza uchunguzi, lakini Zuberi alijua. Walimfuata hata ndani ya bahari. Alijaribu kutuokoa na akalipa kwa damu. Alijikuta akiwa peke yake katika nchi ya mbali, lakini akiwa na kitu moja ambacho hakikuzama: sauti ya ukweli. Sehemu ya 8. Miezi kadhaa baada ya kuokolewa, Zuberi alianza kujenga maisha mapya katika mji mdogo wa Ilhéus, kusini mwa jimbo la Bahia, Brazil. Alikuwa hana familia, hana cheti, hana urithi, lakini alikuwa hai. Na alihifadhi kumbukumbu ya waliopotea majini ndani ya moyo wake. Kila siku alitembelea kituo cha afya kilichokuwa karibu na uwanja wa soko kupata matibabu ya mshituko wa kisaikolojia na uchovu wa mwili. Hako ndipo alipokutana naye, Daktari Isabela Moreira, binti wa kizungu mchanganyiko wa Kiafrika na Kihispania, mwenye macho ya huruma na tabasamu la faraja. Alikuwa mpole lakini mwenye nguvu. Alimwelewa Zuberi hata kabla ya yeye kusema lolote. Walianza kwa mazungumzo mafupi ya klinik, yakageuka chai ya jioni, halafu mazoea ya kila wiki. Miaka 2 ikapita, wakaishi pamoja. Zuberi akaanza kufanya kazi za mikono, kuchonga vinyago, kutengeneza makochi kwa mbao. Isabela akapata ujauzito. Waliishi kwa amani, wakifukuzia maisha mapya, lakini bila karatasi za uhalali. Siku moja, tangazo lilitolewa redioni. Serikali ya Brazil inafanya operesheni ya kuwasaka wahamiaji wasio na vibali. Tutashirikiana na polisi wa kimataifa kuhakikisha sheria inafuatwa. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, hofu ilirudi moyoni mwa Zuberi. Alimwangalia Isabela, akamshika mkono. Siwezi kukubali mtoto wangu azaliwe kisha aniangalie nikifukuzwa kama mhalifu. Lazima nifanye kitu. Akaanza mchakato wa kutaka kurejea kwao Tanzania kwa hiari. Alianza kuwasiliana na ubalozi wa Afrika Mashariki uliopo Brasilia. Akaandika barua yenye maelezo ya mateso aliyopitia, vifo vya wenzake na mchango wake katika jamii ya Ilhéus. Isabela, akiwa na mimba ya miezi 7, alimshika na kumwambia, "Sitaki kuzuia, lakini nitakuja nyuma yako hata iwe miaka 5 ijayo." Zuberi alikuwa amechoka kukimbia, lakini alikuwa tayari kuanza upya kwa jina, hadhi na heshima aliyoinusuru kutoka kwa kuzimu. Sehemu ya 9. Siku ya kuondoka ilifika. Kulikuwa na ukimya mzito ndani ya chumba kidogo walichokuwa wakiishi Zuberi na Isabela. Mizigo yake ilikuwa michache:
mavazi mawili, kitenge cha mtoto alichoshona Isabela kwa mikono yake na kinyago cha mbao alichochonga kwa mikono yake mwenyewe. Utaenda, lakini moyo wangu utakufuata, Isabela alimwambia huku machozi yakimtoka. Zuberi alinyamaza, akamtazama kwa muda mrefu, kisha akampapasa tumbo lake lililovimba kwa upendo na matumaini. Ukimzaa, mwite Amani, alisema kwa sauti ya mwangwi. Na nikifika nitawasiliana. Nimeandika namba yangu hapa. Hii ndiyo njia pekee ya kuunganisha mioyo yetu. Walikumbatiana kimya. Hakuwa na ahadi zisizowezekana, ila kulikuwa na ukweli na ukaribu uliokuwa halisi kuliko maisha yenyewe. Ndege iliondoka usiku. Zuberi aliangalia chini kupitia dirisha. Bahari kubwa aliyokaribia kuzama ndani yake sasa ilionekana ndogo, lakini kumbukumbu zake zilikuwa nzito kama miamba. Aliwasili Tanzania wiki 2 baadaye kupitia uwanja wa ndege wa Julius Nyerere. Uso wake ulikuwa umebadilika. Hakuwa tena kijana wa Morogoro aliyebeba mahindi kwa mgongo. Alikuwa ni mtu aliyepona kutoka kuzimu, aliyepoteza na kupata, aliyefichwa na kisha kuonekana tena. Akiwa na barua kutoka ubalozi, alianza kushirikiana na mamlaka kueleza alichojua kuhusu genge la usafirishaji haramu. Alifuatana na maafisa wa usalama hadi Zanzibar, Morogoro na hata Kigoma, kuwakumbuka waliopotea kama Masudi na kuonyesha picha na majina ya waliowahi kuwa marafiki na waathiriwa. Katika mkutano wa hadhara mjini Dar es Salaam, alisimama mbele ya vyombo vya habari na kusema kwa sauti iliyojaa maumivu na ukweli, mateso hayawezi kufutika, lakini najua kwa kusema naokoa maisha ya wengine. Siwezi kuwarudisha rafiki zangu, lakini naweza kuzuia damu zaidi isije ikamwagika. Alipewa makazi maalum ya muda na kusaidiwa na shirika moja la haki za binadamu. Alianza kuandika hadithi ya maisha yake, kuanzia Morogoro hadi Ulaya ya ndoto zisizofikika, hadi Brazil ya majeraha na mapenzi. Na kila usiku, kabla ya kulala, alifungua kipande cha karatasi kilichoandikwa kwa Kiingereza. Call me when you're safe. I'll be waiting with Amani, Isabela. Aliishika namba hiyo kwa nguvu. Akajua bado kuna ukurasa haujaandikwa. Sehemu ya 10 na ya mwisho. Hakika, hadithi hii imefika kilele cha faraja baada ya maumivu marefu. Mzunguko wa mateso, mapenzi, kupotea na kupatikana sasa unafungwa kwa tumaini, heshima na mwanzo mpya. Usiku mmoja wa mwezi wa Juni, Zuberi alikaa kimya kando ya dirisha lake dogo, akitazama taa hafifu za Dar es Salaam. Moyo wake ulikuwa mzito wa kumbukumbu, lakini pia wa tumaini. Alishika karatasi ile ile aliyokuwa akiihifadhi kila usiku, namba ya Isabela. Leo alikuwa tayari kupiga. Vidole vyake vilitetemeka alipobanwa na hofu isiyoeleweka. Kisha akabonyeza kitufe cha kupiga. Ilipita sekunde 2, 3, kisha simu ikapokewa. Halo, Zuberi? Sauti ya Isabela ilikuwa tulivu lakini ya furaha. Ndiyo, ni mimi, sauti yake ilitetemeka. Kulikuwa na kimya kifupi, halafu sauti ndogo ya mkoto wa kiume ikasikika kwa mbali. Baba? Zuberi alipigwa na butwaa. Moyo wake ulidunda kama ngoma ya harusi. Ndiyo Amani, baba yako huyu. Isabela akachukua tena simu. Wiki ijayo tunakuja Tanzania, baba yangu atakuwa nasi. Nataka uje kutupokea. Zuberi hakuweza kuamini. Alijipiga kwenye kifua ili kuhakikisha yuko macho. Baada ya miaka 2 ya maumivu, leo anapokea familia yake akiwa hai, akiwa huru. Siku ya kuwasili ilifika. Uwanja wa ndege wa Julius Nyerere ulikuwa umejaa pilika za watu, lakini macho ya Zuberi yalikuwa yakiangalia moja tu, lango na kuwasili. Na hapo wakatokea. Isabela akiwa ameshikilia mkono wa mtoto mdogo wa miaka 2, Amani, na mwanaume mzee aliyevaa suti ya heshima, baba yake Isabela, tajiri mkubwa kutoka Sao Paulo, aliyekuja kufahamu mwana wa mtu aliyegusa moyo wa binti yake. Zuberi hakuweza kukimbia hadi. Wakakumbatiana kwa nguvu, machozi yakitiririka, si ya uchungu tena, bali ya shukrani. Amani akamkumbatia miguu,
akasema kwa Kiswahili kilichopinda, "Baba, tupo." Baba mkwe wake akamwangalia Zuberi na kusema, "Wewe ni zaidi ya mwana wa mkwe, wewe ni shujaa. Tutakusaidia uanze upya." Ndipo safari mpya ya maisha ilipoanza. Zuberi alipata makazi mzuri, kazi katika kampuni ya mzee huyo na familia yenye upendo usio na mipaka. Alianza kuandika kitabu cha maisha yake, Safari ya Maumivu, ili dunia isisahau wale 29 waliopotea na yule mmoja aliyebeba kumbukumbu zao. Na hadithi ikaishia pale, si kwa maumivu bali kwa matumaini, kwamba hata giza zito la bahari huweza kuzalisha mwanga wa kweli. Mwisho wa hadithi, safari ya Ulaya iliyogeuka kuwa mauti, kumbukumbu, mapenzi na mwanga wa amani. Je, ungependa nikuletee season 2? Nitumie comment hapo chini. Karibuni sana ndugu zangu wapendwa, msisahau kusubscribe ili kutupa nguvu ya kukuleteni hadithi nzuri kama hizi. Asanteni sana.